yanayofanana. Watu wengi wanapenda kuvaa mavazi yanayofanana. Mwanaume unakuta amevaa vazi la mwanamke, na mwanamke amevaa vazi la mwanaume. Na wapo na wahubiri wengine wanaovaa mavazi ya kike wakiwa mimbarani, na wapo wahubiri wengine wa kike wamevaa mavazi ya kiume wakiwa mimbarani. Neno la Mungu linasema hivi katika kile kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 22 fungu la 5, anasema mwanamke asivae mavazi yampasayo mwanamume, wala mwanamume asivae mavazi ya mwanamke, kwa maana kila afanyaye mambo hayo ni machukizo kwa Bwana Mungu wako. Mwanaume asivae mavazi yanayompasa mwanamke, na mwanamke asivae mavazi yanayompasa mwanaume. Yaani kwa ufupi, mwanaume inatakiwa uvae suruali, vaa hizo suruali. Mwanamke inatakiwa uvae sketi, vaa hizo sketi. Dunia ya leo tulipofikia, wanawake wanavaa suruali wanaona ni kawaida, wanaume wanavaa sketi wanaona kawaida. Na kuna wahubiri wengine ninaona hata mitandaoni wamevaa sketi, wamevaa viatu vya kike virefu, wanahubiri, watu wanashangilia, wanaona kawaida, lakini ni makosa makubwa mbele za Mungu. Sikiliza, kuna mavazi ya mwanaume, kuna mavazi ya mwanamke. Je, vazi la mwanaume ni lipi? Vazi la mwanaume ni lipi? Kitabu cha Danieli sura ile ya 5, sura ile ya 3 na lile fungu la 21, neno la Bwana linasema hivi, mavazi ya mwanaume. Anasema basi watu hao wakafungwa hali wamevaa suruali zao na kanzu zao na joo zao na mavazi yao mengine, wakatupwa katikati ya ile tanuru iliyokuwa ikiwaka moto. Hawa ni wanaume ambao walikuwa wanavaa suruali, wamevaa na kanzu, ni wanaume. Lakini leo kuna wanaume wanavaa sketi. Bwana na atubariki. Kama ulikuwa unavaa sketi, suruali, acha, sio utaratibu wa mbingu.